Kila safari kubwa huanza na maono. Maono ya matumaini, ujasiri na imani kwamba hata katika nyakati ngumu, maisha yanaweza kulindwa. Mwaka 1996, katikati ya changamoto za kiafya na rasilimali chache, wazo moja lilizaliwa. Si kwa hofu, bali kwa maarifa, huruma na uthubutu. Taasisi ilianzishwa mwaka 1996 kwa sheria ya Bunge. Nikisema kwa sheria ya Bunge, unajua wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Ina maana walishaona kwamba kulikuwa kuna umuhimu wa kuanzisha hospitali maalum kwa ajili ya kushughulikia wagonjwa wa saratani. Mwanzo haukuwa rahisi, lakini taasisi ya saratani Ocean Road ilianza safari yake kwa unyenyekevu, ikiongozwa na dhamira isiyotikisika ya kuhudumia maisha ya watu. Kwa kweli hali ilikuwa ngumu kidogo kwa vifaa, hasa kwa matibabu ya saratani. Halafu hatukuwa na wafanyakazi wa kutosha ili kuweza kutoa huduma. Pamoja na changamoto zote hizo, kitu muhimu ni kwamba tuweza kuishi na tulikuwepo na tukaendelea kujijenga taratibu. Na kwenye mwaka ya 2013 hapo nadhani taasisi ilianzisha masomo ya kufundisha madaktari kuwa mabingwa wa magonjwa ya saratani, na hicho ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Miaka ilisonga. Hata hivyo, taasisi ya saratani Ocean Road haikusimama. Ilijifunza, ikapanuka na kujijenga upya ili kukidhi mahitaji yanayobadilika ya jamii. Sasa ninaweza nikasema kwa kweli imekuwa na mafanikio makubwa sana. Na haya mafanikio yametokana pia na uwekezaji ambao serikali imewekeza. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 4 ya awamu yake ya 6 aliwekeza zaidi ya shilingi milioni 40 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya matibabu ya saratani. Kutokana na hilo, serikali imeweza pia kuwa na wizara imeweza kuwa na mpango mkakati wa kudhibiti saratani ambao uliisha mwaka juzi. Ilikuwa mpango wa miaka 10. Yaani baada ya mafanikio kuonekana, Ocean Road imefanikiwa katika hili jukumu lake. Ilionekana kwamba Ocean Road peke yake haitoshi. Tanzania ina ukubwa wa karibu takribani square mita milioni 1. Watu wanasafiri kilomita 1000 mpaka 1300 kuja Ocean Road kwa ajili. Serikali iliona kwamba hapana, iwasogezee wananchi huduma karibu na maeneo wanayotoka. Lakini mabadiliko ya kweli hayaishi kwenye majengo, yanaishi kwenye watu. Kwa wale wanaoitoa huduma, tulikuwa hatuna idara ya patholojia ambayo inategemewa sana kwenye taasisi za saratani, maana ile ndio kipimo kinachosema huyu mgonjwa kweli ana saratani ya kitu fulani. Kwa hiyo wakati ule wagonjwa wote ni lazima walikuwa watokee Muhimbili ndio waletwe. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwamba tumeweza kupiga hatua. Kuna vipimo vya patholojia vinavyofanyika hapa hapa. Yaani cha kukiri ni kwamba mpaka sasa mabadiliko ni makubwa, yanaonekana, na hata wagonjwa wanafika wanapata huduma. Ilikuwa idadi ya wauguzi tuliokuwepo tulikuwa wachache, lakini kwa sasa tuna wauguzi wengi. Na kwa wale waliokuja hapa wakiwa wamechoka na kuondoka wakiwa na matumaini. Nilipoambiwa na saratani, nilijua maisha yangu yameisha, lakini taasisi hii ya saratani Ocean Road imenirudishia tumaini la kuendelea kuishi. Kwanza treatment na huduma zilikuwa zinatoka kuanzia kwa wauguzi kwenye level ya chini kabisa, kwenye manesi mpaka madaktari, zilikuwa ni proper, ukarimu wa hali ya juu, weledi wa hali ya juu. Lakini pia nikaja nikagundua hapa kumbe kuna masurvivor wengi walishapona, wanakuja kwenye vikao vyao. Kwa hiyo pale nikaanza kuelewa tofauti
kwamba hospitali ya Ocean Road ina nafasi pia ya kubadilisha maisha ya watu wengi sana ambao pengine walikuwa hawasingekuwa na uwezo kwenda nje kufanya matibabu na pengine hawana uwezo kabisa. Katika kipindi hiki, hadithi ya taasisi ya saratani Ocean Road imevuka mipaka. Wagonjwa kutoka nchi jirani wanakuja Tanzania kutafuta matibabu ya saratani, sio kwa sababu ya jina, bali kwa sababu ya matokeo yenye ubora. Kutokana na uwekezaji ambao umefanyika na serikali yetu kupitia kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, naweza kusema ni kuanzia mwaka 2021-2022 tulianza kuona influx kubwa au wateja wengi kutoka nchi za jirani, hasa ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara, nikimaanisha SADC countries. So wateja wanakuja kwa wingi kutokana na uwekezaji ambao umefanyika, na chanzo kubwa naweza kusema ni kwamba ni huduma ambayo iko rafiki, ni karibu. Mapambano dhidi ya saratani hayaanzi hospitalini pekee, yanaanzia kwenye elimu, uelewa na uchunguzi wa mapema. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakifanya kuwajengea uwezo wale watumishi, manake ndio wanakaa maeneo hayo, kwamba hata kipindi sisi tunaondoka, basi wanaendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala ya saratani. Tumekuwa tukitumia vyombo vya habari vya maeneo hayo tuliokuwa tunakifika, mathalan local radio, wanaojitokeza pia wakati wa zoezi tunawaelimisha. Leo taasisi ya saratani Ocean Road inasimama kama alama ya maendeleo, uthubutu na matumaini. Hapo mwanzo tulikuwa tunategemea ultrasound na x-ray, lakini sasa tunaweza tukaangalia wagonjwa kutumia CT na MRI ambao unapata details zaidi za ugonjwa ulipo, na kama mgonjwa anataka kujua yuko kwenye stage gani, mnaweza mkampanga vizuri kwenye stage gani ambao ina effect katika aina ya matibabu anayoipata. Kuwepo kwa jengo hili na vifaa tiba ambavyo tunavyo, lakini pia nyongeza ya vifaa tiba ambavyo mashine zingine 3 za tiba ambazo zinakamilika hivi punde, ni suluhisho kubwa, na ile waiting time kwa maana ya muda wa kusubiri kwa mgonjwa kuweza kupata matibabu kimsingi unaenda kupungua au kuondoka kabisa. Huu ni ushuhuda wa kile kinachowezekana pale dhamira inapokutana na uwekezaji wa kweli. Miaka 30 ya mapambano, miaka 30 ya matumaini, miaka 30 ya maisha yaliyoguswa. Hakuna sababu ya Mtanzania kuondoka kwenda India kutafuta tiba ya saratani. Kwa sasa hivi kila kitu kinawezekana. Taasisi ya saratani Ocean Road, urithi wa kuokoa maisha, na safari bado inaendelea.